Je, ungefanya nini kama uzuri ndio njia pekee ya kufikia ndoto zako? Je, ungeweza kuuza nafsi yako kwa shetani ili ufikie lengo lako? Hii ni hadithi ya kutisha na ya kusisimua inayomhusu Amaka, kutokea huko nchini Nigeria vijijini. Amaka ni msichana aliyekubali kufanya chaguo hilo. Alipata umaarufu mkubwa, lakini bila yeye kujua, alichokipoteza hakiwezi kurudi tena. Kwa sababu kila tamaa ina gharama maishani. Tafadhali, kama hauja subscribe ili usipitwe na matoleo ya simulizi zetu nzuri za kusisimua. Alisikika mama mtu mzima akisema, Amaka, nenda kaniletee kinu kutoka uwani. Akimaanisha nyuma ya nyumba, huku akiwa anamenya ndizi maganda. Amaka alifuta mikono yake iliyokuwa na vumbi juu ya kitenge chake, kisha akasimama kutoka kwenye kigoda alichokuwa amekalia akisafisha mbegu za egusi ama mbegu za maboga. Alipokuwa akipita kuelekea kufata kinu, alisikia kicheko kikubwa cha dada zake wakimcheka. Huku mmoja wa dada zake akisema, yaani Amaka anang'aa kama malkia. Huku dada yake mwingine aliyekuwa akiitwa Ada alipiga kelele kwa mshangao, Hiyo cream ya mjini inakufanyia kazi balaa. Lakini Amaka aliwapuuza, maana alikuwa ameshawazoea. Aliporudi akiwa amebeba kinu, mdogo wake aliyekuwa akiitwa Ugochi alinong'ona kwa sauti kubwa, hata akijimwagia hiyo cream yote, Amaka bado hawezi kubadilika. Ada na Chika, dada zake Amaka, walizidi kucheka kwa nguvu. Mikono ya Amaka ilishikilia kinu kwa nguvu, lakini hakusema chochote. Aliweka kinu kwa kishindo pembeni ya mama yake. Mama Ogechi aliinua macho kwa hasira. Pole binti yangu, unataka kuvunja kinu changu. Lakini Amaka alijibu kwa sauti ya chini, Samahani mama. Amaka aliketi tena kwenye kigoda na kuendelea kuchagua mbegu, huku kila mbegu ikimpita mikononi mwake kama maji kwa sababu ya kutetemeka. Jioni ilipofika, wageni walifika kwa ajili ya kuposa uchumba, lakini si kwa ajili ya Amaka. Ada alikuwa amevaa blauzi nyekundu ya kubana. Alitabasamu kwa bashasha wakati kijana mmoja na wazazi wake miongoni mwa wageni waliokuja walipoanza kujadili swala la mahari yake. Chika na Ugochi walisaidia kugawa divai ya mtende na supu ya pilipili ijulikanayo kama pepper soup nchini Nigeria. Ni chakula kinachopendwa sana. Lakini nyuso za mabinti hao zilikuwa zikimetameta, huku zikiwa zimejawa na furaha. Huku Amaka yeye alikuwa amebaki jikoni akichochea sufuria ya wali wa jollof bila ya mtu yoyote hata kumtazama tu, kiashiria kwamba alikuwa sehemu ya mabinti wa hapo. Ila mchumba wa Ada alijaribu kumtazama Amaka, wakakutana macho kwa macho, lakini kwa haraka akageuza uso wake kuelekea pembeni. Haikuwa ishara ya kuwa alikuwa amevutiwa naye. Alionyesha sura ya kuchukizwa na jambo hilo. Amaka aligeuza uso wake kuelekea kwenye moto aliokuwa akiuchochea kuni, huku akijifanya kuwa hajaliona hilo. Alijikaza ili asionekane kuwa moyo wake ulikuwa katika maumivu. Baada ya wageni kuondoka, Amaka alibeba vyombo na kuvipeleka ndani. Mama Ogechi alimgusa begani kwa upole, kisha akamwambia, Binti yangu, muda wako utafika, usijali. Amaka aliondoa mkono wa mama yake bila kusema neno. Aliingia chumbani kwake, akajilaza juu ya mkeka wa majani huku akitazama darini. Usiku ulipofika, kila mtu akiwa amelala, Amaka aliamua kutoka nje kimya kimya. Alikuwa peku, bila ya mtandio, bali kitenge tu ndo kilimfunika kifua. Hakuwa anajua anaenda wapi. Alitembea tu, miguu yake ikikanyaga vumbini, huku mikono yake ikijikumbatia. Alivuka eneo la soko la zamani lililokuwa karibu na hapo. Palikuwa kimya sana. Alienda mpaka chini ya mti mkubwa uliojulikana kama mti wa udala kwa wenyeji wa Nigeria. Ni mti mkubwa kama mbuyu. Alisimama hapo chini ya mti huo, kisha aliketi juu ya gogo lililoanguka kutoka kwenye mti huo. Machozi yalikuwa yakimtoka kwa uchungu. Mungu wangu, Amaka alinong'ona akiwa pale chini ya mti. Je, nimelaaniwa? Au mimi sio mwanamke kama wanawake wengine?
Aliweka viganja vya mikono usoni na kuanza kulia kwa majonzi na masikitiko makubwa hadi mwili wake wote ukawa unatetemeka. Dakika zilipita au labda kama lisaa hivi, alafu ghafla kitu kilisogea. Kwa upande wa jicho lake alikiona kiumbe kilichotokea kutoka gizani chini ya ule mti wa udala. Haikuwa kiumbe cha kutisha, wala hakikuwa cha ajabu. Kilikuwa cha kuvutia sana. Mwanaume mrefu alivaa joho jeusi lililopambwa na michoro ya dhahabu. Ngozi yake iliangaza vizuri chini ya mwanga wa mwezi. Japo macho yake yalikuwa yana kina kirefu, hayakuwa ya kawaida, yalimwangalia moja kwa moja kama yanamfunga pale aliposimama. Tabasamu lake lilionekana la huruma, lakini ndani yake kulikuwa na jambo hatari lisiloelezeka. Amaka alivuta pumzi kwa nguvu na akainuka kwa mshangao. "Usiogope," mwanaume huyo alisema kwa sauti tulivu, tamu kama asali. "Nimesikia kilio chako." Amaka alijikunyata akishikilia kitenge chake kwa nguvu kifuani. "Wewe ni nani?" aliuliza kwa sauti ya uoga. Alisogea karibu zaidi. Ardhi haikusikika kwa jinsi alivyokuwa akitembea. "Mimi ni rafiki," alisema, "rafiki ambaye anayeweza kubadilisha hatima yako." Moyo wa Amaka ulikuwa ukipiga kwa kasi. "Kivipi?" Amaka aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. "Umedharauliwa," alisema kwa huzuni, "umesahaulika. Umekataliwa, wamekufanya kama si kitu." Amaka alijikaza sana kuzuia machozi yasimwagike tena. "Ninaweza kubadilisha yote hayo," aliendelea. "Naweza kukufanya kuwa lulu ya macho ya wengi, kutamaniwa, kuonewa wivu na kupendwa pia." Amaka alimkodolea macho huku akipiga miayo. "Lakini kwa nini mimi?" aliuliza Amaka. "Kwa sababu unastahili," alijibu kwa sauti laini. Akaongezea, "kwa sababu muda wako umefika." Mikono ya Amaka ilitetemeka. "Unataka nini badala yake? Kama malipo ya jambo hilo?" Yule mwanaume alitoa tabasamu, lakini lilikuwa la kutisha kidogo. Kisha akasema kumwambia Amaka, "Ninataka roho yako tu," alisema kwa utulivu. "Maisha yako yatakuwa chini yangu, utakuwa mpenzi wangu. Lakini utaishi maisha utakayohitaji kuyaishi." Amaka alirudi nyuma hatua moja, hofu ikipanda hadi kwenye uti wa mgongo wake. Kisha akauliza, "Roho yangu?" Alirudi tena nyuma kwa hofu. "Au je, una kitu kingine cha kutoa?" aliuliza kwa upole yule mwanaume. "Dada zako, majirani zako wameshachukua heshima yako, ujana wako, matumaini yako. Kimebaki nini tena zaidi ya roho yako?" Amaka alitazama nyayo zake zisizo na viatu. Alitazama kucha zake zilizopasuka. Alitazama viganja vyake vyenye ngozi ngumu. Machozi yakaanza kumtoka tena. "Nakubali," alisema Amaka kwa sauti dhaifu isiyo na nguvu. Mwanaume huyo alitabasamu kwa mapana, alinyoosha mkono wake mbele. Kisha akasema, "Basi shika mkono wangu, Amaka, na uanze maisha yako mapya." Amaka alipopokea mkono ule, lakini alihisi kizunguzungu, baridi kali ilimpiga, akahisi kama kuna kitu kinamuingia, kisha akazimia kwa masaa kadhaa. Amaka aliamka kwa mshtuko wa jogoo waliokuwa wakiwika kwa nguvu. Aliketi, mwili wake ukiwa na maumivu, vumbi likishikamana na kitenge chake. Kwanza alidhani ni ndoto. Mti wa udala bado ulikuwa juu yake. Kijiji kilikuwa kinaanza kuchangamka. Alikuna macho yake kwa mkono, akiwa na mchanganyiko wa hofu na mshangao. Lakini aligundua jambo. Mikono yake migumu haikuwa tena yenye mipasuko. Badala yake ilikuwa laini, iking'aa kama ngozi ya embe bivu. Amaka aliinuka kwa haraka na kukimbia kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, Mama Ogechi tayari alikuwa anafagia uwanja. Amaka alikimbia kuingia ndani akihema kwa nguvu. Mama yake aliachilia mfagio kwa mshangao mkubwa, huku akisema, "Chineke, huyu ni nani tena?"
Mama Ogechi aliguna kwa mshangao huku mkono wake akiwa ameuweka kwenye kifua chake. Amaka alisema, Mama, ni mimi Amaka. Alisema kwa sauti ya kutetemeka. Mama yake alirudi nyuma kwa hatua chache akimtazama kama vile ameona mzimu. Ada, Ugochi na Chika walitoka ndani kwa haraka baada ya kusikia maongezi yao. Vinywa vyao vilifunguka bila kusema. Kumetokea nini kwani jamani? Ada alibabaika kwa mshangao. Kinywa cha Ugochi kilibaki wazi. Hii ni upasuaji au uchawi? Chika alisema kumwambia Amaka. Wewe umetumia juju ama? Amaka aliwapuuza. Aliingia ndani ya nyumba yao ndogo, akaenda moja kwa moja kwa kioo kilichopasuka kilichoning'inia kwa msumari na akajitazama vizuri. Alipiga kelele ya mshangao. Uso uliomtazama kutoka kwenye kioo ulikuwa wa ajabu. Meno yake yaliyokuwa yamepinda sasa yalikuwa yamenyooka, meupe kupita kawaida. Macho yake yalikuwa yanang'aa kama almasi. Ngozi yake bila doa. Nywele zake zilizokuwa nyembamba sasa zilikuwa nene na zenye mvuto zaidi. Huku akisema kujiuliza, je, hii ni ndoto au kweli? Aligeuka taratibu akamwona mama yake bado amesimama mlangoni akiwa hana la kusema. Amaka alisema kumwambia mama yake, Je, mama, sasa mimi ni mrembo? Macho ya mama Ogechi yalijaa machozi. Kwangu mimi ulikuwa mrembo siku zote. Alisema kwa sauti ya kujaa hisia. Lakini sasa dunia pia italishuhudia hilo. Ilipofika mchana, kijiji kizima kilikuwa kama mzinga wa nyuki uliovurugwa. Wanawake walikuwa wakichungulia kutoka madirishani mwao. Vijana wa kiume waliowahi kumpuuza Amaka sasa walikuwa wakigombania hata kumtazama tu. Mama Ogechi, tumekuja kusalimia, jirani mmoja jasiri alipaza sauti, akijifanya mchangamfu ilhali shingo yake ilikuwa ikijaribu kumwangalia Amaka kwa makini. Watoto walikuwa wanaimba nyimbo kuhusu Amaka mpya pale kijijini wakiwa kisimani. Kila Amaka alipopita vichwa viligeuka kumtazama. Binti mzuri, njoo utusalimie hapa, kundi la wanaume waliokuwa wamekaa chini ya mti wa mnazi walimuita huku wakitabasamu. Amaka alitabasamu kwa haya akawapungia mkono. Ada na Ugochi walikuwa pembeni wakimwonea wivu bila kusema chochote. Siku zilizoendelea zilikuwa za ajabu. Kila sehemu aliyoenda Amaka watu walimtazama. Wanaume walimfuata nyuma kama nzi. Wanawake walinong'ona alipopita. Lakini yeye alikaa kimya, aliongea pale tu inapohitajika. Siku moja alasiri, mgeni alifika kijijini hapo. Aliyefahamika kwa jina la Tio alijitambulisha, alikuwa amebeba kamera begani. Nafanya kazi ya kupiga picha kuhusu maisha ya vijijini. Amaka alikunja uso kidogo kwa tahadhari. Kwa nini unanipiga picha? Aliuliza. Tio alicheka kidogo huku akijikuna kidevu. Samahani kama nimeonekana wa ajabu. Ni vile tu unaonekana kama kitu kutoka kwenye ndoto. Amaka alijikuta akipata joto usoni, hajui kama apokee hayo kama tusi au sifa. Sikumaanisha vibaya, Tio aliongeza haraka. Una mvuto wa kipekee. Aina ile ambayo huweza kusimulia hadithi bila kusema neno lolote. Akamwonyesha picha kwenye kamera yake. Amaka aliinama kuitazama. Ilikuwa picha yake akiwa amesimama pembezoni mwa mto, mwanga wa maji uking'aa huku ngozi yake ikimetameta kwa uzuri wa asili. Wakati mwingine tunatafuta nyuso mpya kwa ajili ya matangazo ya biashara na bidhaa, alisema. Wewe unalingana kabisa na vigezo vya wanamitindo. Kama utapenda naweza kumtumia rafiki yangu mmoja kule Lagos picha hii. Je, itanigharimu pesa? Aliuliza Amaka kwa mashaka. Hapana, Tio alicheka. Kama kuna lolote wao ndio watakulipa. Lakini tena ni kama tu utataka. Hakuna shida. Amaka alijibu kwa sauti ya upole. Unaweza kumtumia tu. Tio alimkabidhi kadi ndogo. Tuwe tunawasiliana.
Kwa siku 3 Amaka aliificha ile kadi ndani ya Biblia yake. Hakumwambia mtu yoyote. Hata mama yake hakujua. Usiku wa 4, akiwa amelala juu ya mkeka wake wa majani bila usingizi, alichukua tena kadi ile. Namba ya simu ilikuwa kama inang'aa chini ya mwanga dhaifu wa kandili. Huku moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu. Hatimaye alitoka kimya kimya hadi kibanda kidogo cha simu karibu na sokoni. Bwana Obi alikuwa tayari amefunga. Tafadhali, naomba kupiga simu moja tu, alimsihi. Bwana Obi alimwangalia kwa macho ya tahadhari, lakini akamkubalia. Akapiga namba. Halo. Sauti ilisikika upande wa pili. Ni Amaka yule wa mtoni. Kimya kidogo kilipita. Alafu sauti ya Tio ikajaa furaha. Amaka, nilikuwa nategemea utanipigia. Wakala wangu anasema una kitu cha kipekee. Anataka akutane na wewe na atagharamia usafiri. Nitakuja, Amaka alisema kabla hofu haijamziba mdomo. Siku 3 baadaye, gari dogo lililochoka lilitia nanga kwenye uwanja wa kijijini hapo. Mama yake alipata wasiwasi kidogo, maana kilikuwa kitu cha ghafla kwake. Mama yake akamuuliza, Unaenda Lagosi? Unataka kutuacha uende kule mjini kwenye tabu mwanangu? Mama, ni ziara fupi tu. Amaka alidanganya. Dada zake walimkodolea macho, wivu ukining'inia usoni mwao. Akamkumbatia mama yake kwa nguvu. Niombee mama. Mungu akutangulie mwanangu. Mama yake alisema kwa sauti ya kuumia moyo. Hatimaye walianza safari na kufika Lagos. Tio alimkumbatia akiwa na tabasamu la upole. Karibu kwenye mahangaiko, Amaka alikuwa akitania tu, lakini akampeleka kwenye nyumba ndogo ya wageni. Kesho tutakutana na wakala. Siku iliyofuata Amaka alifika studio. Alionana na Madam Bisi, mwanamke mrefu mrembo ambaye ndo alikuwa boss wake. Ushachaguliwa, Madam Bisi alisema. Kisha tena akamwambia, napenda sana ngozi yako na tabasamu lako pia. Amaka alitabasamu na hapo hapo picha za majaribio zikaanza kupigwa. Mwanzo ulikuwa mgumu, lakini alipoanza kufuata maelekezo ya Tio, akaanza kuona kumbe ilikuwa rahisi zaidi. Tio alisikika mara kwa mara akisema, relax Amaka, shusha mabega, vuta pumzi polepole. Ilipofika jioni, Madam Bisi alipiga makofi. Hongera sana Amaka, leo umetia saini mkataba wako wa kwanza wa wanamitindo. Hivyo tumeanza kazi rasmi. Amaka alishuka kwenye kiti alichokuwa amekaa akiwa haamini. Akauliza tena, Mimi? Ndiyo, wewe, Tio alisema huku akitabasamu. Usiku ulipoingia, Amaka alitazama taswira yake kwenye kioo cha chumba cha wageni. Uso uliomwangalia ulikuwa wa mtu maarufu, bila doa. Katika wiki zilizofuata, Amaka aligeuka kuwa gumzo nchi nzima, hususani jijini Lagos. Alipamba mitandaoni, kwenye majarida na mabango. Msichana aliyewahi kulia chini ya mti wa udala sasa amekuwa mtu maarufu zaidi nchini Nigeria. Katika wiki moja wapo ya mitindo ya Eko ambalo ni tamasha kubwa sana, Amaka alifunga onyesho la mitindo. Umati ulilipuka kwa shangwe. Waandishi wa habari walimzingira, huku wengine wakimuuliza, Amaka, unajisikiaje kuwa malkia wa uzuri wa Lagos? Alitabasamu. Kisha akajibu, Ni baraka sana kwangu. na je, siri yako ni ipi? Mwandishi mwingine wa habari aliuliza. Swali hilo lilileta picha akilini mwake la ule mkono wa baridi, ule mkataba wa kiroho alioingia. Lakini akacheka kwa upole. Kisha akajibu, Ni kujituma, kujipenda na neema tu. na hivyo dunia ilimpenda sana na kumtambua kama mwanamke mrembo sana. Lakini usiku, akiwa peke yake kwenye apartment ya kifahari aliyokuwa akikaa, ambayo ilikuwa ikitizamana na bahari ya Lagoon, Amaka wakati mwingine aliketi na kutazama kioo.
bila vipodozi, bila taa, na wakati mwingine kwa sekunde chache tu alijiuliza, je, huu ni uso wangu kweli? Au ni uso bandia niliokopeshwa? Siku moja alasiri, baada ya mahojiano kwenye kituo cha televisheni maarufu sana jijini Lagos, mmoja ya watangazaji alimvuta pembeni. Kisha akamuuliza, Amaka, unapanda juu kwa kasi kuliko hata tulivyotarajia, alisema kwa tabasamu. Je, unajisikiaje? Amaka alikunja mabega huku akiinua miwani yake ya bei ghali. Kisha akasema, nimechoka. Mtangazaji huyo alicheka akidhani kuwa Amaka anatania tu. Kisha akamwambia karibu kwenye maisha ya umaarufu huku akimpiga mgongoni kwa utani. Lakini alipoondoka, Amaka aliegemea gari lake aina ya SUV na kufumba macho. Ndani yake hakujisikia kama nyota. Ndani yake alijisikia kama kitu kilichokopwa. Alijiona kama kipepeo aliye kwenye chupa ya kioo. Anaruka lakini hayuko huru. Mara ya kwanza Amaka alipoona uso wake kwenye bango la matangazo karibu azimie. Ilikuwa screen kubwa ikimulika picha yake akiwa amevaa kitenge chekundu, akitabasamu huku chini kukiwa na ujumbe wa maneno yanayosema, uzuri wa kweli, nguvu ya kweli. Yule mtangazaji alikuwa amesimama pembeni yake akiwa na tabasamu. Sasa ni rasmi, wewe ni maarufu, alisema kumwambia Amaka. Amaka alitazama juu kwa mshangao, moyo wake ukipiga kwa nguvu. Ilionekana kama si kweli. Kabla hajapumua vizuri, simu yake ilianza kuita ndani ya pochi. Namba haikujulikana. Akaipokea kwa tahadhari. Halo. Lakini sauti ilisema, Amaka, ni mimi Ada, dada yako. Amaka alisita kwa sababu hakuwa amesikia sauti ya Ada tangu siku aliondoka kijijini. Sasa hivi wewe ni mtu mkubwa. Tuko na fahari nawe hapa. Kila mtu anazungumza kuhusu dada yetu ambaye sasa ni star wa Lagos. Ada alisema kwa furaha. Amaka alitabasamu kwa mbali. Kisha akasema, asante. Lini utarudi kututembelea? Ada alimsisitizia. Tunaweza kupanga sherehe ndogo kukukaribisha. Sote tumekumisi sana. Tabasamu la Amaka likapotea polepole. Zilikuwa wapi simu zote hizi wakati nikiwa sina jina? Alijiuliza kimoyomoyo. Lakini Amaka alijibu, nimebanwa sana na kazi. Alijibu kwa sauti ya chini. Wakati mwingine. Kabla Ada hajazungumza tena, Amaka alikata simu. Yule mwandishi alimtazama usoni kisha akamuuliza, vipi, ni familia? Amna kitu kama hicho. Amaka alimjibu kwa sauti ya chini akirudisha simu ndani ya pochi. Siku zikageuka kuwa wiki. Uso wa Amaka ukaendelea kukaa katika majarida mbalimbali. Alitembea katika maredio. Watangazaji wa televisheni walizidi kumuomba afanye nao mahojiano mara kwa mara. Msichana aliyetokea maisha ya chini ya kijijini mpaka kuwa mwanamitindo na mrembo maarufu, alitembelea sehemu za kifahari ambazo watu maarufu kama yeye na matajiri walikuwa wakidhulu. Na kila alipokwenda, wanaume walimzingira kama nyuki kwenye mzinga wa asali. Lakini Amaka alikuwa makini juu ya hilo. Alitabasamu kwa heshima, alibadilishana namba pale inapolazimu, lakini alijiahidi kuulinda moyo wake. Mpaka alipokutana na Ifeami. Ilikuwa kwenye hafla ya hisani. Amaka alikuwa amesimama karibu na meza ya chakula huku amebeba sahani ya wali wa jollof, akiwa amejawa na hali ya kutotulia. Mwanaume mrefu aliyevaa suti ya bluu alimsogelea akiwa amebeba glasi mbili za juisi. Inaonekana kama kuna mtu anahitaji kusaidiwa, alisema huku akimpa glasi moja. Amaka alicheka kwa dhati. Asante, akasema akiipokea glasi. Walisimama kwa ukaribu wa bega kwa bega. Mimi naitwa Ifeami, alijitambulisha, na wewe ni msichana wa kwenye mabango, sivyo? Amaka alitabasamu kwa aibu huku akijibu, ni kitu kama hicho.
Ifeami alitabasamu. Kisha akasema, nimefurahi kukuona, msichana mrembo maarufu wa kwenye mabango. Tofauti na wanaume wengine, Ifeami hakuwa na pupa wala hakuomba kupiga picha naye. Aliulizia kuhusu kijiji chake, ndoto zake nje ya mitindo na chakula chake anachopenda. Na cha kushangaza, alikuwa akisikiliza sana kuliko aliyoyaongea. Usiku ulipofika, Amaka alijikuta akimpa namba yake halisi ya simu, sio ile ya uongo aliyokuwa akiitoa kwa wageni. Wakaanza kutoka kwa siri, huku wakitembea sehemu kama bustanini, beach na migahawa mikubwa mengine. Ndo Amaka alienda kwa mara ya kwanza tangu afike Lagos. Amaka alijihisi salama. Alijisemea moyoni kuwa anastahili furaha hiyo. Alijiruhusu kuamini huenda kwa mara ya kwanza furaha ilikuwa imemchagua yeye. Walikwenda sinema kila Ijumaa usiku, wakiketi nyuma wakicheka kupita kiasi kwa filamu mbaya. Walikula mahindi ya kuchoma na nazi kando ya barabara. Walitembea kwa utulivu jioni mitaani mwao, wakizungumza mambo ya ucheshi na mengine ya faraga. Amaka alipenda maisha hayo. Alijikuta ghafla akimpenda Ifeami. Kwa mara ya kwanza maishani alijiruhusu kuamini kwamba huenda kiukweli furaha ilikuwa imefika kwake. Lakini baada ya muda kidogo hali ilianza kubadilika. Amaka aliota ndoto ya kwanza ilikuja usiku mmoja baada ya miadi na mizunguko ya Jumapili. Alijikuta ndani ya ukumbi mkubwa, mishumaa ikielea angani, muziki wa upole ukipigwa mzuri lakini wa ajabu. Alitazama chini. Alikuwa amevaa gauni la harusi jeupe lililong'aa, linalometameta huku likiwa limejaa shanga. Alitabasamu kwa furaha, akiinua kichwa chake, akitarajia kumwona Ifeami akimsubiri madhabahuni. Lakini badala yake, aliyekuwa amesimama pale ni kiumbe kilichovaa mavazi meusi, mrefu na uso wake haukuonekana, lakini kwa namna fulani Amaka aliweza kupata picha ya mtu huyo. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Miguu yake ikaanza kusogea yenyewe, ikimvuta kwenda mbele. Alipoamka alikuwa anatweta, moyo ulidunda kwa nguvu. Na alipoangalia saa ilikuwa saa 9 usiku. Amaka alifuta jasho usoni, akacheka kwa wasiwasi. Ni ndoto tu, alinong'ona gizani. Ni msongo tu wa mawazo, alikuwa akimwambia Ifeami ambaye walikuwa wamelala wote. Lakini ndoto hizo hazikuishia hapo. Zilirudi tena na tena. Wakati mwingine alisimama mbele ya madhabahu akilia. Wakati mwingine alisaini kitabu kisichoeleweka. Wakati mwingine mikono isiyoonekana iliweka shanga nzito za dhahabu shingoni mwake zikimkandamiza. Kila alipoamka alihisi kuwa mwepesi zaidi, lakini si kwa njia nzuri. Alijihisi mchovu, asiye na nguvu. Na baadhi ya asubuhi aliamka akiwa ameloa, kama mtu ambaye alikuwa faraga, lakini hakukuwa na mtu akiangalia pembeni. Hakukuwa na Ifeami wala mtu mwingine yoyote. Amaka inambidi akae pembeni ya kitanda chake kwa unyonge, akijikumbatia, akijaribu kufuta hiyo hali isiyosemeka. Siku moja asubuhi, baada ya ndoto nyingine, alimpigia yule rafiki yake Tayo, mwandishi wa habari, bila hata kufikiria, kutanguliza salamu kwanza. Lakini Tayo alibidi yeye amtolee salamu Amaka. Habari za asubuhi star wangu, Tayo alisema kwa furaha. Amaka alimuuliza Tayo, hivi umewahi kuhisi kama ndoto zako zinajaribu kukuambia kitu? Huku wasiwasi ukiwa umemjaa. Tayo alicheka. Ndoto ni mambo ya akili tu hayo. Labda unafikiria sana. Umepitia mengi. Alijaribu kucheka kwa nguvu. Kisha akasema, labda huenda ikawa hivyo. Lakini ndani kabisa alijua hilo jambo halikuwa la kawaida. Amaka alijitahidi kuendelea kutabasamu mbele ya Ifeami. Alijitahidi kucheka wanapokuwa kwenye miadi yao. Lakini wakati mwingine hata yeye mwenyewe alihisi kicheko chake hakikuwa cha dhati. Ifeami alianza kugundua mabadiliko. Usiku mmoja walipokuwa wakitembea kando ya lagoon, alishika mkono wake kwa upole. Kisha akamuuliza, uko sawa kweli mpenzi? Aliuliza kwa sauti ya kujali. Amaka alitikisa kichwa haraka sana. Ndiyo, nipo sawa, nimechoka tu mpenzi.
Ifeami aliguna, lakini hakusisitiza. Alimwamini. Amaka aliumia kusema uongo, lakini angemwambia nini? Samahani. Huku moyoni akijisemesha, Nadhani nimeolewa na kitu cha kiroho. Alivuta pumzi nzito na kuendelea kutembea. Baada ya hapo, kila usiku Amaka alikuwa akisimama mbele ya kioo akiangalia sura yake kutafuta dalili za kitu ambacho hakijulikani. Japo urembo wake bado ulikuwa upo, umaarufu wake uliendelea kukua. Ila chini ya mambo hayo yote, makunyanzi yalikuwa yakianza kutokea kwa mbali. Wiki chache baadaye, Ifeami alipanga kutoka na Amaka. Ilikuwa siku yenye mawingu mazito ya mvua Lagos. Walikaa kwenye mgahawa uliokuwepo juu ghorofani katika eneo la Victoria Island. Mwanga wa jiji ulimeremeta chini yao na upepo wa bahari ulikuwa ukipepea vizuri. Amaka alinyanyua glasi ya champagne akicheka huku wakitaniana na Ifeami. Lakini Amaka alionekana kuwa na wasiwasi. Alikuwa akiangalia saa kila wakati huku akifuta kiganja chake kwenye suruali yake. Ila hatimaye Ifeami alisimama pale alipokuwa, huku akitetemeka. Amaka alimwangalia akiwa hajui kinachoendelea. Ifeami aliinama chini upande wake wa meza akapiga goti moja chini. Kimya kilitanda kwenye mgahawa. Mhudumu alisimama akiwa ameganda na sinia mkononi. Pumzi ya Amaka iliganda kwa muda. Kama kuna jambo moja ambalo ni muhimu sana duniani katika maisha, ni wewe, Ifeami alisema huku akifungua kisanduku kidogo cha velvet. Amaka aliweka mkono mdomoni, ishara ya mshangao uliobeba furaha. Umenipa kicheko, mwangaza na tumaini ambalo sikuwahi kudhani ningeweza kuwa nalo. Alifungua kisanduku. Pete ya dhahabu ya kifahari iliangaza ndani. Will you marry me, msichana wa mabango? Aliongeza kwa sauti ya upole. Amaka alicheka lakini kicheko chake kilibeba maumivu. Wateja waliokuwepo walipiga makofi taratibu huku Ifeami akimvalisha pete Amaka kwenye kidole chake kilichokuwa kinatetemeka. Kisha akamkumbatia. Na wakati huo umaarufu wa Amaka, kamera za wapiga picha na flash za kamera vilikuwa havina nafasi tena. Ilikuwa ni Amaka tu na Ifeami. Upendo na mahaba motomoto. Pete iling'aa kwenye kidole chake Amaka. Walipokuwa wakirudi nyumbani, Amaka aliegemea mlango wa chumbani. Badala ya kuwa mtu mwenye furaha, alikuwa akifikiria yanayomtokea usiku. Amani yote inapotea na tumbo likiunguluma kwa uoga. Kila siku ndoto zilikuwa zinaleta hofu zaidi. Kila siku yule kiumbe mweusi alikuwa anazidi kumkaribia. Kila usiku aliamka akipumua kwa nguvu, akihisi kama kuna kitu kimeondolewa ndani yake. Lakini kila Ifeami alipomuuliza hakuweza kusema ukweli. Amaka alijiuliza maswali. Je, utawezaje kumwambia mwanaume anayekupenda kwamba umeolewa kiroho na kiumbe kisichoeleweka? Lakini wiki mbili kabla ya harusi yao, mambo yalizidi kuwa mabaya. Amaka alishindwa hadi kuonja chakula, hakuweza hata kuonja jolof. Mpenzi wake alimuuliza, ukipendi hiki chakula? Kisha akamuuliza tena kwa utani, je, utawezaje kula wali wa harusi kama hata huwezi kula wa kuonja? Amaka alitabasamu kwa unyonge. Nimechoka tu. Ifeami alimtazama kwa muda. Kisha akasema kumwambia Amaka, umekuwa ukichoka kwa wiki sasa. Amaka, kuna nini kinaendelea? Amaka aliweka uma yake chini na kuangalia pembeni. Alishika mkono wa Amaka kwa upole. Alafu akamwambia, unaweza kuniambia nini shida mpenzi? Moyo wa Amaka ulijaa maumivu. Alifungua mdomo akaufunga, hakuweza kuzungumza chochote. Badala yake aliushika mkono wa Ifeami kwa nguvu. Kisha akamwambia, asante kwa uvumilivu wako Ifeami. Usiku huo Ifeami alipokuwa amelala, Amaka aliketi sakafuni akiwa amezungukwa na kadi za mwaliko wa harusi yao. Simu yake iliita. Jumbe mbalimbali ziliingia. Ujumbe kutoka kwa mpangishaji wa jengo hilo. Ujumbe mwingine kutoka kwa mpishi akidai mshahara. Meseji za bili pia ziliingia.
Msongo wa mawazo ulimjaa Amaka. Na ndani ya hayo yote, lakini ndoto za mara kwa mara, ndoto ambazo zilimnyima amani, na usingizi usiku zilimnyima raha. Usingizi ulimchukua pale alipokuwa, huku kadi za mwaliko akiwa amezishika mkononi. Na alianza tena kuota. Katika ndoto hii ya sasa alijiona amesimama tena mbele ya yule mwanaume aliyekuwa akimfuata ndotoni. Kisha alimwona mpenzi wake Ifeami. Alikuwa amesimama huku mikono yake ikiwa imefungwa nyuma, machozi yakimtoka. Kiumbe yule mweusi alikuwa akicheka kicheko cha kutisha. Amaka alipoangalia chini, gauni lake la harusi lilikuwa sio lile ambalo alitakiwa kulivaa siku ya harusi yake na Ifeami. Lakini sasa alikuwa amevaa gauni jeusi zito kama minyororo. Amaka alipiga kelele. Alijaribu kumkimbilia kumfata Ifeami, lakini miguu yake ilikuwa imeshikiliwa ardhini. Huku kiumbe yule wa ajabu alikuwa akimnyoshea kidole, huku akimwambia, wewe ni wangu tu Amaka, hivyo timiza kiapo chako. Hapo hapo Amaka alishtuka kutoka usingizini akiwa anapiga kelele. Ifeami aliamka kwa mshituko. Mpenzi, kuna nini? Amaka alikuwa anatetemeka akiwa ameshikilia shuka kwa nguvu. Ni ndoto tu, alijibu kwa sauti dhaifu sana. Kisha akamkumbatia kwa upole. ni msongo wa mawazo tu ya harusi. Lakini ndani kabisa Amaka alijua hii haikuwa ndoto. Ilikuwa ni deni, agano ama mkataba aliyouingia. Na muda wa kulipa ulikuwa unakuja. Asubuhi iliyofuata, Ifeami alipoingia bafuni, Amaka alitazama sura yake kwenye kioo. Kwa mara ya kwanza aliona waziwazi kivuli kilichokuwa nyuma ya sura yake. Kimevaa taji la miba. Kimya kilitanda. Mikono yake na mwili mzima ulitetemeka. Aliwaza kuwa ataweza kuficha mpaka lini? Na ni kwa muda gani ataendelea kujidanganya juu ya kila kitu kama upendo, umaarufu, nafsi yake kuangamia? Siku zilisonga. Amaka alirudi katika majukumu yake ya kila siku. Alitakiwa kupiga picha za matangazo ya nywele. Akiwa pale saluni na msusi wake Mama Ronke, mwanamke mzee mwenye alama michoro ya kikabila usoni karibu na macho, alimtazama Amaka kwa umakini. Kisha alimwambia Amaka, hauko sawa binti, kwa sauti ya chini. Kisha akaendelea, unang'aa kwa nje lakini roho yako inapata vita ndani. Amaka alijaribu kutabasamu. Nimechoka tu na uchovu. Hujachoka kitu binti. Mama Ronke alisema kwa sauti tulivu lakini nzito. Unakimbia kitu cha kiroho, na ninakiona machoni mwako. Amaka alishtuka. Mbona sijawahi mwambia mtu yoyote? Kisha alikataa kwa sauti ya chini. Hapana Mama Ronke. Huna haja ya kusema. Ni kitu kinachokuandama kama harufu. Amaka ilimbidi awe tu mpole. Kisha akamuuliza Mama Ronke, Je, nifanye nini? aliuliza kwa sauti iliyoashiria kuomba msaada. Mama Ronke alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akachomoa karatasi ndogo kutoka kwenye pochi yake. Aliandika jina na anwani kwa mkono. Nenda sehemu hii na utapata msaada huko. Kisha akampa Amaka na akamwambia mambo ya kuzingatia. Usiende usiku. Usipake vipodozi. Na usidanganye atakapouliza maswali. Amaka aliuliza, Ni nani huyu? Mama Ronke alimtazama kisha akasema, Sio kila kitu kinafaa kusema kwa mdomo. Nenda kama kweli unataka msaada. Amaka alipofika aligonga mlango wa mbao mara 3, kisha akasogea nyuma kwa wasiwasi. Ilikuwa saa 1 asubuhi. Hakukuwa na ulinzi wala mtu yoyote. Na mlango ulifunguliwa polepole. Mama mzee mfupi aliyekuwa amevaa kitenge kilichochakaa alimtazama juu mpaka chini. Umechelewa, Alisema kwa ukali.
kumwambia Amaka. Amaka akawa mpole zaidi. Samahani, nilikuwa naogopa kuonekana. Mama huyo alimfungulia mlango na akamwambia aingie ndani kwa ishara ya mkono. Ndani palikuwa na harufu ya uvumba wa marashi kwa muda mrefu ilijaa hewani chumba kizima. Ukutani kulining'inia usufi, manyoya na michoro ya mkaa. Kisha yule bibi akamwambia, Kaa chini binti. na Amaka alitii. Hujaja hapa kuponywa. Mama huyo alisema huku akiwasha mshumaa. Umefika hapa kuvunja agano ulilolifanya. Amaka alitetemeka. Bila ya kusema chochote. Unadhani unaweza kuchukua urembo kutoka ulimwengu wa roho, alafu huje kurudisha unapojisikia wewe? Sikujua nilichokuwa nafanya. Bibi huyo alimtazama kwa uso mkavu Amaka. Kisha alikunywa mvinyo. Na akasema tena kumwambia Amaka, Ulivaa taji. Na sasa unataka kurudisha kwa sababu unateketezwa. machozi yakaanza kumtiririka Amaka. Nataka amani. Nataka niwe na Ifeami. Nataka maisha yangu. Mama huyo alimtazama kwa muda mrefu kisha akatikisa kichwa. Basi nitajaribu kitu. Lakini hautalipia kwa pesa. Usiku ulipoingia baada ya Amaka kurudi nyumbani, Amaka alikaa bafuni kwake akijisugua kwa sabuni ya mti mweusi na maji ya chumvi kama alivyoelekezwa na yule bibi. Aliambiwa, Usijiangalia kwenye kioo, usivai pete wala kutumia aina yoyote ya mapambo wala vipodozi. akiwa anafanya zoezi hilo huku akiomba kwa sauti ya chini na akihema kwa hofu. Lakini alipoenda kulala bado ndoto nayo ilijirudi. Safari hii haikuwa harusi. Ilikuwa ni mahakama. Amaka alikuwa amefungwa minyororo. Kiumbe mweusi alikaa kwenye kiti cha enzi cha dhahabu. Mashahidi wasiokuwa na nyuso walikuwa wanamnong'onezea mashtaka. Ulipokea urembo kwa kubadilishana na nafsi yako, Kiumbe yule alisema kwa utulivu. na sasa unataka kuvunja makubaliano. Sikujua. Amaka aliangua kilio. Sikuelewa mimi. Kiumbe huyo alisimama. Huwezi kufuta kile kilichotiwa saini kwa agano, hasa chini ya mti wa udala. Lakini kwa sababu ya hatua ulizochukua utaadhibiwa. Amaka alishtuka akitokwa jasho. Mikono yake ilikuwa inauma. Alienda bafuni. Akawasha taa. Alipoangalia vizuri juu ya bega lake, aliona alama ya mstari mdogo mrefu, mweusi, ukifanana na ufa wa kama kioo kilichopasuka. Mikono yake ilitetemeka. Aliutazama ufa huo kwa hofu. Asubuhi iliyofuata, Amaka alijipaka poda nzito ya kuficha sehemu hiyo, akahakikisha hakuna sehemu ya ngozi yake iliyobaki wazi. Wakati wa picha za matangazo, mtaalamu wa vipodozi alikunja uso kidogo alipokuwa akimfanyia kazi. Leo ngozi yako ni kama kavu sana, labda umekosa maji. Amaka alitabasamu kwa kujilazimisha. Au labda ni AC tu. Amaka alijibu. Lakini aliporudi nyumbani, Ifeami alimwangalia kwa makini wakati wa chakula cha usiku. Amaka alikuwa anasukuma wali kwenye sahani yake. Ifeami alimuuliza huli tena? Amaka akajibu, Sina hamu. Ifeami alinyosha mkono kugusa mkono wa Amaka, lakini Amaka aliuondoa bila kukusudia. Lakini Ifeami alimuuliza Amaka, "Babe, tuambiane ukweli. Kuna nini?" Na Amaka alisimama. Nahitaji kuoga. Aliingia bafuni na kufunga mlango kwa nguvu. Alivua nguo huku akijiangalia kwenye kioo mwili mzima. Ule ufa ulikuwa mkubwa sasa, ulitoka kwenye paji la uso hadi shavuni kama umeme wa radi ulioingia chini ya ngozi. Na huku ufa mwingine ulikuwa juu ya bega. Amaka alipiga magoti sakafuni. Machozi yakamiminika kwa nguvu.
Hili halikuwa tena jambo la kiroho pekee. Lilikuwa ni la kimwili pia. Urembo wake aliolilia miaka yote sasa ulikuwa ukimwadhibu kutoka ndani. Amaka aliporudi chumbani alikaa kwenye ukingo wa kitanda akivuta pumzi kwa nguvu. Mwili wake ulijaa hali ya kushindwa kueleweka. Aibu, hofu na uchungu. Alichukua simu yake. Akaingia kwenye orodha ya majina. Akampigia bibi aliyejulikana kwa jina la Iya. Simu ilipokelewa baada ya kuita mara 3. Kisha Iya baada ya kupokea akamuuliza, Amaka umemuona, si ndio? Amaka alishindwa kujibu. Lakini baadaye akaitikia, Ndiyo. Iya akamuuliza tena, Je, ni yeye? Amaka akajibu, Sijui kama ni yeye tu. Nadhani ni wao. Walijikuta wameongea wote kwa pamoja. Nilikuwa nimevaa gauni jeupe. Pakawa kimya. Kisha sauti ya yule bibi mzee ikasikika, nzito na ya kutisha. Ulishaolewa, Amaka? Amaka alishtuka. Akauliza, Nini? Usiku ule ulisema ulikuwa chini ya mti wa udala, maana yake haikuwa urembo tu uliokubali. Ulikubali agano. Sio la urembo tu. La umiliki pia. Lakini sikukubali kuolewa. Amaka alijibu kwa hasira. Hukuhitajika kusema. Katika dunia yao kutoa nafsi ni sawa na ridhaa. Ulipopokea kile kipawa, pia ulikubali kuwa katika milki yao. Amaka alikaza simu mkononi, mkono ukitetemeka. Alijiuliza, Hii inamaanisha nini sasa? lakini nafsini mwake kuna kitu kilimwambia, huwezi kuwa na wanaume wawili. Ulimwengu wa roho umeshakuchukua. Na ukijaribu kuwa na Ifeami, umauti utakuwa badala yako. Koo la Amaka lilikauka ghafla, huku akijiuliza, Kwa hiyo nimekwama. Naweza kubaki mrembo, lakini niwe mke wa kiroho. Hakuna watoto. Hakuna mapenzi ya kweli. Hakuna amani. Na je, nikivunja agano? Itakuwaje? Je, nitapoteza urembo? Umaarufu? Nitarudi kuwa yule Amaka ambaye dunia haikumwangalia hata kidogo. Lakini nitakuwa huru. Amaka alikaa kitandani akimwangalia Ifeami akipiga pasi shati kwa zaidi ya mara ya 3. Hakuwa na mpango wa kulivaa, lakini alikuwa anafanya ili tu kujizuia kulia. Amaka alihisi kama mzigo ulikuwa uko angani kati yao, misiri ya upanga ulioning'inia kwa uzi unaokaribia kukatika. Alichuchumaa kwenye sofa huku akiwa amelishikilia lile shati. Alitaka kuongea, kukiri kila kitu, lakini angeanzaje? Kuna kiumbe kilinipa urembo, sasa kinanidai na nimeolewa naye rohoni. Je, Ifeami angeamini kweli? Ifeami aliichukua ile pasi na kuiweka chini. Taratibu. Amaka alisema kwa sauti tulivu, lakini ilikuwa thabiti. Ifeami alitazama juu akamwangalia. Kisha akasema, tunahitaji kuzungumza Amaka. Na Amaka alijibu, Ndiyo. kwa sauti ya chini. Ifeami akaleta kiti mbele yake. Hakukuwa na meza kati yao sasa. Hakukuwa na kisingizio. Ni watu wawili na ufa unaozidi kukua katika mwili wa Amaka. Umebadilika sana, alisema Ifeami. Na sio mabadiliko ya kawaida. Umejivuta mbali na mimi. Na mbali na wewe mwenyewe. Amaka, kuna nini? Amaka alijibu kwa sauti ya chini. Naogopa. Unaogopa nini? Ifeami aliuliza. Amaka machozi yakamjaa machoni. Kisha akaanza kusema, Naogopa kupoteza haya yote. Kukupoteza wewe na kupoteza maisha yangu. Ifeami alishtuka kidogo.
Kisha akamuuliza, kwa nini unipoteze mimi na upoteze maisha yako? Amaka alitaka kumweleza kila kitu, lakini bado alikuwa anauhitaji urembo. Pia alikuwa na hofu ya kurudi kuwa asionekana, ilikuwa bado inamzuia kusema ukweli. Akaangalia chini. Huwezi kuelewa, alisema. Utaelewa hata ukijaribu. Akasimama ghafla. Akaenda hadi dirishani. Akasema huku sauti yake ikitetemeka, unakumbuka tulivyokutana? Nilikuwa maarufu tayari. Je, umewahi kunijua kabla ya kamera? Ifeami alijibu kwa sauti ya chini, na hata sasa bado sikujui. Amaka alishtuka. Akasogea karibu. Amaka akauliza, je, kuna mtu mwingine? Hapana. Hapana kabisa, Ifeami alijibu. Amaka alifungua mdomo lakini hakuweza kuendelea kusema. Ila baada ya muda kidogo kupita, Amaka akasema, ninakupenda sana Ifeami. Nilikubali kuolewa nawe kwa sababu naona thamani yako. Nimekuwa mvumilivu, lakini nataka nikwambie ukweli. Huku machozi yakimtiririka, Ifeami alimuuliza tena nini Amaka, lakini bado Amaka alishindwa kuendelea. Ifeami alirudi nyuma hatua mbili. Akamwambia Amaka, ninaondoka kidogo, nikupe muda. Ifeami aliondoka. Amaka alibaki peke yake akiwa ameketi kwenye sakafu ya barafu bafuni. Aliuvua ushungi aliokuwa amefunga ili kuficha ufa wa usoni, akafuta vipodozi usoni. Ule ufa ulionekana wazi chini ya taa kutoka paji la uso hadi shavuni. Simu yake ikaita. Alipuuzia. Ililia tena. Ujumbe uliingia, alikuwa ni yule bibi mganga. Kioo kinapasuka Amaka. Lazima uchague kabla haijakuwa too late. Amaka aliachia simu kwa mshangao mkubwa. Lakini usiku wa siku hiyo Amaka alisimama tena bafuni. Akaivua nguo. Akawa anajiangalia. Nyufa ziliongezeka sasa. Mmoja bega la kushoto, mwingine ukishuka kwenye paja la kushoto, watatu ukikata mashavuni hadi kifuani. Alijaribu kufunika ufa wa usoni lakini haikufanya kazi. Vipodozi vilijivua vyenyewe. Kisha akachukua simu yake huku mikono ikitetemeka. Akampigia Ifeami. Je, unaweza kuja? Ifeami akamjibu, nipo tayari hapa chini. Alipokuja Amaka alivua ushungi wake. Akaifuta sura yake. Kisha akamgeukia na kumwonyesha uso wake, ile nyufa iling'aa. Ifeami alimtazama kwa muda mrefu. Kisha akatembea taratibu mbele yake na kupiga magoti. Akamshika mkono Amaka kisha akasema, sijali, bado na kuchagua wewe Amaka. Amaka aliegemea kwenye kifua cha Ifeami huku akilia kama mtoto. Kwa mara ya kwanza tangu afanye agano chini ya mti wa udala alijisikia binadamu tena. Asubuhi iliyofuata Amaka alisimama mbele ya kioo kwa mara ya mwisho. Hakulia tena wala hakuomba, alijiangalia tu. Zile nyufa, moja usoni, nyingine begani, ya tatu paja la kushoto, zilionekana wazi chini ya ngozi kama kioo kilichopasuka. Kisha alimwandikia barua Ifeami ya kumuaga, lakini hakuwa amemwambia anakokwenda. Mchana ulipofika alikuwa tayari amesharudi kijiji kwao alikozaliwa. Kijiji kilichomkataa. Kijiji kilichozalisha maumivu yake ya agano la umauti. Harufu ya vumbi na mahindi ya kuchoma ilijaa hewani. Watoto walipita wakikimbia peku. Hakuna aliyemtambua. Sio kwa sababu alijificha, bali kwa sababu nyufa zilikuwa zikiufuta ule umaarufu wa urembo wake. Amaka sasa hakuonekana tena kama yeye wa zamani. Alitembea njia ile ile ya kichakani aliyowahi kupita akiwa analia. Njia ile ile inayoelekea kwenye mti wa udala alikofanyia lile agano. Mti huo bado ulikuwepo. Amaka alisogea karibu, moyo wake ukidunda kama ngoma. Akapiga magoti, lakini si kwa kuomba tena bali kuzungumza. Kisha alisema, nipo hapa.
Akiwa chini ya mti ule wa udala, upepo ulivuma, matawi yakipepea na ardhi ilitetemeka, kisha pakawa kimya. Amaka akatoa kutoka kwenye mkoba wake vitu alivyopewa na yule mganga wa jadi kutoka Lagos: mshumaa mwekundu, kikombe kidogo cha kalabashi, vumbi la mkaa na kioo kidogo. Akavipanga kwenye mduara, akawasha mshumaa, kisha akasoma maneno aliyoyakariri: Odiga, Odinko, ninarudisha kisicho changu, ninarudisha kilichokopwa, ninarudisha kilichonunuliwa kwa damu. Mwanga wa mshumaa ulitingishika kwa upepo. Mizizi ya mti ule ilitoka juu na kugeuka kuwa vioo. Kila kioo kilionyesha hatua tofauti za maisha yake. Amaka akiwa mdogo, akilia chini ya miguu ya mama yake. Amaka kijana akikataliwa kijijini. Amaka mrembo akitembea kwenye jukwaa la mitindo. Amaka aliyevunjika, aliyepoteza muonekano machoni. Na katika vioo vyote hivyo, kioo cha mwisho kilimuonesha Amaka wa kweli, ambaye asiyekuwa amefanya agano. Alisogea mbele kukitazama, huku akikishika. Kisha alisikia sauti kubwa inayofanana na mwangwi wa radi ikimsemesha, kumwambia, utasahaulika, utakuwa wa kawaida tena kama zamani. Lakini Amaka kwa ujasiri alijibu, nalijua hilo. Kisha ile sauti iliendelea kumsemesha, umaarufu wako utayeyuka misiri ya moshi angani, urembo wako wote utapotea. Kisha Amaka naye akajibu tena, niko tayari kwa hilo, kwa sababu najua nitakuwa huru. Ghafla kile kioo kikapasuka vipande vipande. Amaka alipiga kelele na giza kali lilitawala moyoni mwake. Lilikuwa ni giza lisilotokana na usiku, bali ni yeye kupoteza kila kitu. Alijaribu kusimama kutoka pale alipokuwa, lakini hakuwa mwenye kusikia maumivu tena. Hakukuwa na mng'ao, hakukuwa na nyufa. Ni kama uzito wake wote umeondoka. Kisha aliondoka kurudi kijijini, nyumbani kwao. Lakini safari yake ilikuwa ndefu kuliko kawaida. Akatembea kwa muda wa kama masaa kadhaa. Lakini baada ya muda aligundua alikuwa anazunguka duara akiwa yuko pale pale. Hatimaye alipiga kelele akiwa pale pale kwenye lile duara, huku akisema, nimefanya kila ulichoniambia. Nimekirudisha kila kitu chako. Naomba niachie. Sauti ikamjibu, sio kwa ukali wala sio kwa chuki, bali kwa utulivu lakini ulioashiria umauti. Unaweza kurudisha ulichochukua kwetu, lakini gharama yake ni ya milele. Hata kifo hakiwezi kukuokoa. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare kwa simulizi nyingi zaidi.